Jina langu ni Kasim Suleiman, ni mkurugenzi mtendaji wa chuo cha Zoe Institute kilichopo Amani, Zanzibar. Kama kawaida imekuwa ni tamaduni yetu kwa kila baada ya at least miezi mitatu mpaka minne kufanya hizi ziara za kimasomo. Taasisi ya Zoe ni taasisi ambayo 80% ya kozi zake ni kozi za muda mfupi. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni kozi za muda mfupi, tunajitahidi kwa kutengeneza mazingira kwa wanafunzi wetu kuweza kutembelea nchi yao na kuijua katika maeneo tofauti tofauti. Sababu hawa tunaodili nao leo ndio viongozi wa kesho. Kwa hiyo na ili uwe kiongozi mzuri, basi lazima nchi yako uweze kuijua. Kwa hiyo nadhani hili linaendana na utalii wa ndani, lakini vile vile uzalendo katika nchi yetu. Kwa hiyo matarajio tuliokuwa nayo baada ya hii ziara, cha kwanza ni kuongeza idadi ya watu ambao wanahitaji kupata hizo huduma zetu, lakini vile vile kutengeneza system ya kuhamasisha wengine wale ambao labda wangependa kujiunga katika hizi kozi zetu. Nimekuwa nikisema na naendelea kurudia, kwa bahati mbaya wengi wetu, wazazi wengi katika familia zetu hawana uwezo wa kuwasomesha watoto katika elimu hizi za juu. Kwa hiyo hizi kozi ndogo ndogo zinasaidia mtu kuweza kujimudu. Kwa mfano, ukiangalia Zanzibar ni nchi ambayo kwa asilimia fulani na ina utalii wa kutosha. Kwa kunapodili na mwanafunzi katika swala la lugha ni rahisi kuweza kujiajiri mwenyewe na wengi wameajiriwa hivyo. Lakini vile vile katika hizo kozi za tour guide na front office na kadhalika zinasaidia katika kutoa ajira na watu kusaidia familia zao na vile vile kuchangia pato la taifa la nchi yetu. Lakini kingine ni kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Mwinyi kwa jitihada na miundombinu na system nzuri katika swala zima la kielimu ili kumake sure kwamba tunajitahidi katika kutoa hizo huduma hizi, lakini vile vile kutengeneza fursa ya ajira, kwa sababu tunafahamu kwamba serikali haiwezi kumwajiri kila mmoja, haiwezekani. Isipokuwa katika sekta private tunasaidia na siku za kupunguza tatizo la kutokuwa na ajira. Kwa tuna idadi ya watu ambao tunakuwa tunawaajiri sasa kuweza kwenda vizuri zaidi. La kwanza, kwa bahati nzuri mimi mwenyewe ni mwalimu professional. Sisi walimu tunaamini kwamba mwanafunzi anatakiwa ajifunze katika njia tofauti tofauti. Sio kila siku darasani tu. Wakati mwingine atakana mtoe nje. Unapomtoa nje, la kwanza anakuwa makini kuweza kusoma katika mazingira ambayo ni mapya, la kwanza. Lakini la pili vile vile anakuwa ni elimu lakini na enjoyment. Kwa hiyo elimu ikiwa na enjoyment fulani anazidi kufahamu vizuri. Lakini kingine aliyosoma darasani anayaona lives moja kwa moja. Kwa hiyo inamjengea ufahamu wa muda mrefu na ile long time memory tunasema. Kwa sasa kuendelea kuwashauri kwamba vitu kama hivyo sivipuuze sana. Wajitahidi kuwaleta wanafunzi wao katika kujifunza kozi tofauti tofauti. Na sio tu Zoe, kwa sababu center zipo nyingi. Aangalie sehemu ambayo kwake ni sahihi, ampeleke mtoto wake kuweza kujifunza kama hizi lugha ambazo zinasaidia sana, kama ni kozi za tour guide na kadhalika. Yaani kozi ambazo unahisi kwamba itakuwa ni added advantage kwa huyu mwanafunzi au kwa kijana wako, au vile vile atakumsaidia kuweza kupata ajira. Kwa hiyo unaweza kumpeleka katika maeneo ya kielimu kama ni Zoe, au kama kuna sehemu mwenyewe unahisi ni bora kuliko Zoe, unaweza kumpeleka kwa mujibu wa urahisi wake. Ushauri wangu, wanafunzi walikuwa kama kozi, na kama ni kozi basi baada ya hapa ni lazima wawe mfano mzuri katika jamii, kwa sababu tunapotengeneza wanafunzi ambao ni wazuri au vijana ambao ni wazuri, mwisho wa siku wanarudi kwenye jamii. Kwa jamii wakiwa wema wale wanasaidia mpaka jamii, lakini wakiwa wabaya wakorofi wanaitia hasara serikali yetu vile vile. Kwa hiyo natarajia kwamba tunazalisha vijana ambao watakuwa ni wazuri, ni wenye uelewa, wenye uzalendo na nchi yao. Hatutaki kuzalisha vijana ambao wana tabia za ajabu ajabu.